Hey ladies and gentlemen, karibu sana kwenye show. Asante kwamba tayari umesha subscribe kupitia YouTube channel yetu ya Nsanzwe Plus, na hii hapa ni hashtag. Bwana, asante sana by the way kwa ambaye tunakuaga pamoja kila siku kila muda, na wewe ni shabiki yetu wa maana sana. So leo kwenye hashtag tuna mgeni wetu ambaye tutakuja kupiga story, mambo kibao sana tutakuja kuyasikia, lakini yote juu ya yote bwana, mtue rafiki yako mwambie hey bwana, inabidi usubscribe kupitia YouTube channel ya Nsanzwe Plus ili nawe pia uweze kuwa mshikaji na uingie town. Majina yangu ni Moses Slim na mimi ndio mwamba ambaye nakusukumiaga show ya hashtag. Na leo kwenye show we got Khailla. Karibu sana kwenye show. Asante. Mambo vipi? Mambo shwari, sijui nyinyi hapa. Sisi hatujambo, tuko poa. Na unajua kuna kitu ambacho kinatokeaga, wanawake hamuonekanagi sana kwenye interview. Labda tu kama kuna issue fulani ambayo mnahitaji tu trend, like jamaa ambaye mmeachana kwenye mahusiano, au labda jamaa ambaye mnamdai, vitu kama hivyo hapo. Lakini kwenye muziki sana sio mara nyingi sana unaweza kukutana na mashii unafanya interview. Kwa sasa unajua kazi ambayo wanawake kwa sasa wanafanya sio kama za mbele. Hivi wanawake wanatumia pesa hata wao kufanya ma interview. Okay. Na mara mingi wao kufanya kazi zao wanatumia na target zao. Kama wao wanaona kama target zao sio mpaka waende kwa interview, lakini tena washauri tu. Hakuna mtu ameweza bila mwingine kumsaidia. Okay. Kivyangu na mimi naona hivi, lakini sio vizuri. Khailla ni nani? Ni mtoto wa familia, watoto wangapi? Amesoma, ameolewa na watoto? Bado sijaolewa, lakini pia mimi ni mtoto wa kwanza familia yetu, na samani kidogo kwa Kiswahili changu, lakini nitajaribu. Kiko sawa mbona? Kiko vizuri tu. Niko mtoto wa kwanza, watoto 4, wanawake 3, mwanaume 1. Pia kwa sasa nina mama mmoja tu pekee. Baba hayupo, pole sana. Pole sana. Una mtoto? Bado. Nimeona umevaa pete by the way. Si pete. Sio pete. Unajua sisi wanawake huwa tunavaa vitu vingi, lakini haimaanishi kwamba ni pete. So relation yako inasomaje? Uko single, umechukuliwa au? I'm single, lakini nasubiri mwanaume ambaye atakuja kunitafuta. Hii hapa iko poa sana Mimi mwenyewe niko single, yani hapa yani hii inakuwa moja. By the way, umeanzaje muziki na ilikuwaje? Mwanzo ilikuwa vigumu kwa sababu nilikuwa ningali chuo. Pia na huo wimbo ambao nimeimba niko chuo, familia haikupenda. Sasa vipi, mbona unazingua ndugu yangu? Yani unaimbaje muziki kwa mfano? Aliyezingua sana alikuwa mama, alikuwa nani? Wazazi wangu ndio hawakusema kama wazo wakanisupport. Walinisupport, lakini wananiambia maliza kwanza chuo and then utafuna fanya hai mambo yako baadaye. So wakati nimefanya sasa wimbo wa kwanza ilikuwa vigumu, niliamua ku stop. That's why nimeanza na huu mwaka like kama February nyimbo ya kwanza ndio hiyo Lolo. Sijui kama ingine ilikuwa mwezi ngapi nikafanya Lolo. By the way, ni ngoma yako ya 3, ya pili. Okay, fine. Ulivutiwaje kuingia kwenye muziki? Nani amekuvutia? Ni kwa sababu umesoma kwanza ukapiga mpaka chuo then ndo ukaja kuingia kwenye muziki, ilikuwa kwaje? Mimi unajua mimi nilikuwa dancer. Okay. I was dancer before. Nilikuwa dancer, so inamaanisha kwamba napenda muziki. Hata kama nilikuwa dancer nilikuwa na watu ambao napenda kufuatilia muziki yao, lakini walikuwa ni wa Marekani. Ndio walinifanya mimi nikapenda muziki sana. So nao niliona kudance haiwezi kadumu sana kama kuimba. Nikaona bora basi niimbe pia niwe nacheza, ili career ya kudance isiharibike au
Okay. Umeanza mziki, umerudi tena mwaka huu na ndio umesema kwamba maybe unajihisi kwamba unaweza ukafanya muziki. Target yako kwenye muziki ni ipi? Kwa sababu wanawake wadumu sana kwenye muziki. Yaani wanakujaga afu wanapotea. Yeah. Mimi nina target true. Kivyangu kama mimi najitahidi kufanya style ambayo watu waitumii sana. Sasa wanawake nafanya dancer. Nafanya dancer and pia nataka tuwe na nguvu katikati ya wanawake ambao wanafanya kazi hapa. Yeah, najua mtu kama anafanya kazi peke yake hawezi kujihisi, yani hawezi na yeye pia kutia nguvu kwa sababu anaona kama kuna mashindishano. Okay. Yeah, wanawake tunapaswa pika mashindishano. Sio kwa roho mbaya, hapana, kwa kufanya mwingine anakuwa na tia nguvu na bidii kazi yake. Okay. Video unatengenezaje video? Yaani kuna mtu ambaye anakusupport au labda kuna mitikasi mingine ambayo unaifanya ambayo inakufanya uweze kutengeneza video au ikoje? Video kivyangu sio rahisi, ni vigumu. Lakini unajua peke yako kwamba ukifanya kazi bila video sio kazi tena, inaishia vibaya. Nina marafiki ambao walinifanya mimi nikarudi kwa muziki, ambao wananipatia nguvu, na ndio maana hata nikipata kile kidogo cha kwangu najaribu kuweka kazi yangu hadharani, japo kinakuwa kina like hakina, sijui niseme nini, kinakuwa kiwekewi pesa nyingi, lakini najitahidi kwa nguvu zangu. Fine. Ngoma yako Your Body haina video, ni audio clip na ina kama miezi miwili na zaidi. Kuna mpango wote wa kutengeneza video? Your Body nilitaka kuifanyia video, lakini kama gesi nilikwambia sio rahisi kwangu kufanya video, lakini nimeumia hata mimi kwa sababu nilikuwa nafikiria kwamba ndaifanyia video, lakini gesi nilipanga sio gesi iliendeka. Lakini kwa na matumaini ya kwamba nyingine tafuatia itakuja na video nzuri yenye itakuwa na quality kuzidene yenye nilifanya kama Lolo nini. So niambie watu kwamba nitaita nyimbo nzuri iko na quality ya juu, hata video yenye iko na quality ya juu. Wasisikitike sana kwa nini sikufanya video ya Your Body. Watu wengi waniomba nifanye video ya ile nyimbo, lakini sikuweza, samahani. Yeah, mara nyingi unaandikaga ukiwa unajihisije na unachukuaga mifano gani ili uweze kuandika ngoma? Like mimi natunga nyimbo ili ni dance. Whether ikuwe ya mapenzi nini, lakini nijifeel kwamba hii nyimbo itanifanya mimi ni dance. Unaona? Si tungi nyimbo hivyo. Iwe emotion, iwe slow. Maana watu wengi wanajua kama mimi nilikuwa dancer. Okay, yeah. Fine. Na title mara nyingi unachukuaga title ambazo zikoje? Title. Okay. Chaguaga vipi? Maybe unakuaga na title before ya kuandika, au labda unaandika then unakuwa na title after? For me nakuwa na title after. Baada ya kusoma na au kuimba unasema hii ngoma niipatie title hii. Unajua, kama kuna tunga muziki ni kitu kinakuja like sijui wengine. Unakuwa unaika sehemu, uko wewe mwenyewe, unaona mistari mitatu mimi inakuja, una save somewhere, unaona. So kivyangu na mazaga nyimbo yote afuta tena kuja mwisho. Nilisha kupiga interview na msanii fulani hivi wa kike, akaniambia kwamba mimi kusema niandike inabidi nipige chupa kama 2 hivi. Afu akili kikaa sawa then nachukua kalamu naanza kuandika. Wewe inakuaga vipi? Yaani unaandika morning ukiamka bafuni, au labda ukiwa unatembea, au labda ukiwa umetulia beach? Unajua mimi kuandika muziki, kutunga wimbo huwa sijiandai. Natanikae nifanye kitu no. Ni kitu kinakuja tu huo muda. Afu hicho kitu kinanipatia mood ya hicho kitu. Unafaa kutana na kichukulia muda. Kama hivi mimi huwa asubuhi sana. Nikiamka mtu utaanza tu unaona mtu mbele ya kuamka anafikiria na mimi ni hivyo au nikiwa bafuni. Watu wakisema bafuni wanafikiri kudanganya, sio kudanganya. Bafuni kama uko bafuni unakutana kuna imba tu vitu yani unajisikia tu kuna cheza
unaona, lakini sio kuchezea. Unakutana piko maneno pale yametokea tu, unaenda una save, unachukua then unayaandika. Hivi ulishawahi kupitia mahusiano fulani then hayo mahusiano yakakufanya kama ungeandika kitu yani about ya mahusiano ambayo umeishi kabisa in Hapana, lakini nishapata like nishapata niseme history ya wanawake wengi ambao wako mahusiano yale. Sasa mimi yananifanya mimi natunga wimbo. Sio. Hivi unatamani udate na boyfriend wa design gani? Japo nimekuambia niko single, haimaanishi kwamba sitaki kuwa mahusiano. Mimi nataka mwanaume ambaye iko simple, wa kawaida sana. Yeah, simple, mwenye jivuni, mwenye jitapitapi, you know, nachukia mambo kama yale. Okay. Kwa kipatikana, sikieni guys. Mmesikia hizi nani zake, yani anahitaji jamaa ambaye anaeleweka, unaelewa? Yani so jamaa ambaye mwenye maneno mengi mbwembwe. No. Jamaa ambaye ametulia kidogo. So kuna kipindi ambacho kinakuwa kigumu sana kwenda studio. Like kama mida ya usiku, unaweza kuwa na program ya usiku kama saa 6 au saa ngapi uende studio. Hivi muda wako uzidishi saa ngapi kwenda studio? Kiukweli kila mtu ana kazi yake. Producer ana kazi yake. Huwa si muingililie. Yeye akipenda hii muda tunawasikilizana. Tunaweza kwa mimi nimempropose mida yangu, lakini yeye kwake hai. Kwa hiyo tuna balance. Okay. Hivi ulishawahi kuwa na appointment ya studio lakini kutokana na muda ambao umeenda ukasema no, hii acha niache kidogo? Hapana, kwa sababu kama gisi nikwambia, mimi muziki nimekuja kufanya na utaka na naupenda kwa sababu ilikuwa ndoto yangu. Kwa sasa ndio nataka sasa kufanya ili nifike kwa ndoto yangu. Sijawa yani tukiongea na producer yani ni hivyo na yeye hawezi kanibadilishia. Okay. Na mimi pia siwezi kambadilishia. Yeah. Uwanja wa muziki upande wa wanawake Burundi ukoje? Now like ndaweza sema 50% iko sawa. Siwezi nikasema hiyo haipo, unajua tunaitafuta sasa. 50% mambo yako sawa na bado 50% kama 50 hivi ili mambo yaweze kuwa sawa, au sio? Kuna kipindi nilikaa nikasikiliza ngoma yako ya mwanzoni ambayo ulianza kuitoa. Nafikiri ni kama miaka miwili hivyo. Unaelewa? Nilisikiliza ile ngoma yako. Nikagundua kitu kimoja. Wanawake mnapenda sana kuja na style mpya na mnajiamini kweli. Hii style yangu hii hapa yani nitadumu nayo. Lakini baada ya miaka kadhaa mnapotea. Unafikiri kinachosababisha wanawake kwenye muziki hapa Burundi wapotee ni nini hasa? Kusipokuwa serious. Unaona? Waamue. Unajua mtu akiamua, mtu akiamua anakuwa anaamua, sio kuregeza. Sivyo. Mimi naona wanawake hivi ndio wameamua. So unaona? Kwa sababu mbele ulikuwa unakuta mwanamke labda studio ametoa bure, sio pesa ametumia, labda video ni mtu tu, hakuna pesa yote amechanga. Lakini kwa sasa huwezi kuniambia mwanamke video umetoa kama pesa like 2 million or like niseme 200 afu uregeze kweli? Unaona, hata mtu ambaye unajua ametoa hizo pesa utabidi umhurumie, utaweka bidii. So wanawake wa sasa sio kama uko nyuma. Okay, sasa hivi kuna hatua fulani. Lakini sasa hivi hapa hatuna demo ambaye anafanya poa sana kwenye muziki, yani demo ambaye ana kitu chake ambacho kiko hapo nje kina trend. Kwa nini sasa ipo? Mimi siwezi kumtaja jina, lakini hebu muhesabu pesa ambayo anatumia pale. Kile ni kitu ambacho mtu mnapaswa muhesabu. Sivyo? Hivi wapo. Sio amwezi mkasema eti tungali vile. Yani mwenye ngoma ambayo inafanya vizuri hapo nje sasa hivi. Wapo wanafanya kazi tunaona, lakini nimesema mwanamke ambaye ana ngoma ambayo inafanya poa hapo nje sasa hivi. Kwa na hit. Sivyo? Kwa na hit
piko kuwa na muziki mzuri pia na kuwa na hit. Hivi auonagi kwamba mtu mwiko na muziki mzuri unasikilizika yeye ana hit, lakini ule mtu alitoa muziki tu hivyo hivyo ni hit. Unaona? So tuhesabu kwanza mambo mengine. Sio kwa na hit ndio uone kama mtu anafanya kazi. Utaanza kukutana mwanamke ametoa muziki kama 5 kwa mwaka. Afu useme kama kufanya kazi. Ya wanafanya kazi wanawake, mko vizuri mnapiga kazi, lakini kuna ile kwamba wanawake na nyewe waone mnafanya poa sana hapo nje, like tunaona kwa mfano kama Khailla na ngoma ambayo inapiga vizuri sana hapo nje, unaelewa, hiyo inakuaga sawa sana. Ndio kitu ambacho nilikuwa namaanisha kwamba sasa hivi we don't have that girl. Iko siwezi nika insist sana kwa hilo, lakini hipo leo tuko na watu ambao ndio ngoma zao hazikuwa hit kivile, lakini wanawajua. Ukitoka kwa mtaani ukiuliza mtu fulani wanawajua. Sasa si kazi ilimfanya kwa vile jamani kazi ilimfanya kwa vile, na sivyo tungekuwa tumekata tamaa tukikimbilia hit. Nishapiga muziki miwili sina hit, acha tu niache. So hivyo unajua wanaume wetu hivi mbele walikuwa na hivyo, lakini wao walikuwa nalia serikali hawasaidii, walikuwa naililia manini association hawasaidii, lakini wamebaki vile vile, hawakukata tamaa. Lakini leo tunawasikia wamechukua airplane wameenda, wanaviona. Yeah, sure. Kiukweli na wanawake wanafanya kazi. Msanii gani wa kike ambaye anakuvutia sana ni wish ku collaborate naye huko hapa Burundi? Unanitazama nasema yes, wow, nice, ananivutia. Mimi wapo. Siwezi nikawataja. Nitajie mmoja tu. Ila wapo. No, siwezi nikawataja hapa, ila wapo. Yeah. Sababu ya piko baadhi yao tumefanya collaboration, ujua ni watu ambao nilikuwa natamani tufanye kazi nao. Hivi sababu ya kutomtaja msanii ambaye unamkubali sana mara nyingi na kuaga ni nini? Kweli. Na kwa nini? First of all, nione anaweza style ngapi. Unaona, kwa sababu kuna kazi yangu na kwa nataka ikuwe kama dancer. Nani ataweza kuimba ili match? Sio. Aya, kama nina hiyo R&B, nani ataanza kuitumia? Nani ataanza kuiweza ili nyimbo iwe match iwe nzuri? So kufanya collab sio kuchukua hivyo. Yeah. Anyways, kuna story ambazo zipo kwamba wanawake bwana wanakutanaga na issue ambazo zinahusiana na rushwa ya ngono. Unaelewa, kwa mfano producer au labda director au labda mtu fulani yule ambaye si anahitaji ufanye naye kazi. Hiyo imeshawahi kutokea? Unajua kwa nini? No, kwangu haijatokea, lakini inatokeaga sana. Lakini sio kwa producer wala nani, no. Kwa mtu yote yule. Unaweza kukutana kuna mtu ambaye amekuja, mimi nasemesha ukweli. Nimekuja mtu ambaye amekukubalia kila kitu. Unaona? Unakuta kuna wanawake wanakubali kufanya hivyo na wengine wanafanya hivyo bila mpango yoyote yule. Okay. Unafikiri kutokea wewe na ukasema kwamba hayo mambo yapo? Unajua hakuna mwanamke ambaye anakubaliki hivyo, you know. Semaga hiyo haijawahi kunitokea, lakini nasikiaga sawa, unasikiaga fresh. Unafikiri kutokea wewe ni kwa sababu unajidhibiti sana, unajiheshimu sana, au labda haujawahi kuangukia kwenye hizo anga za washikaji ambao hawapendagi ujinga kabisa? Kiukweli mimi ni mwoga sana. Mwoga wa nini sasa? Ni mwoga wa nini sasa? Hapo inabidi tueleweke. Mimi ni mwoga. Unajua mimi ni mwoga. Sio kila kitu ambacho kinakusaidia ni kizuri. Baadhi ya vitu vingi utaanza fikia vinakusaidia ni vitu vibaya sana. So mimi uoga wenye nilikuwa namaanisha kitu ambacho naona kwamba juu nipate hiki ni lazima nifanye kitu fulani. Hicho kitu nakiogopa sana. Hawezi kufanya kabisa. Siwezi. Okay, ni kitu gani ambacho mara nyingi sana kikikosa chumbani kwako unahisi stress sana? Unahisi stress za kutosha?
Napenda mdori. Napenda mdori sana. Huwa sijui nikwambie nini. Tangu niko mtoto mdogo nilikuwa napenda mdori. Na pia sijui sema hai mirror. Na kioo. Au sio? Unapenda sana kujiangalia. Yeah, unajua nikivaa. Mimi nakuaga hivi. Nikivaa kitu. Natoka nauliza, unaonaje? Ngoja unaona huku nyuma kuna kitu fulani nini kama hicho. Afu nguo nimeipenda. Afu natoka nje. Naenda nafikiria ale maneno ya mtu aliniambia, nafikiria uwasiendelea nafunga narudia nyuma. Nahisi kweli kitu kitakuwa sicho kweli. Kweli nafanya narudia, lakini kama najikausha nisulize mtu navaa tu najitizama kitu kiko poa natoka zangu hivyo hivyo. Yeah, huwa zile comment mimi zinanikera sana. Mara nyingi unazingatiaga mavazi gani ukiwa unataka kutoka? It depend na somewhere I wanna go. Sivyo. Kanisani, harusi, mkutano, kuenjoy. Yeah, it depend. Ukitaka kuja kwenye interview. Interview niseme nini? Vyovyote vile tunafikiria. Ukitaka kwenda bar. Bar. Sijui sasa nikwambiaje. Bar navaa mavazi tu ya kawaida tu. Utafanya nini ukiona kwamba mshikaji wako wa kiume anatembea na mwanamke ambaye unamfahamu vizuri, yule mwanamke ameathirika, yani ana ngwengwe, ana ukimwi. Afu jamaa lazima umshtue mapema kabla mambo hayajawa vibaya. Kitu gani ambacho utakifanya? Unajua kitu ambacho naogopa sana ni kuingilia mambo ya watu wawili. Unaona? Kiukweli nakuwa sina uhakika ya kwamba mwanamke anaumwa. Sivyo? Una uhakika kwamba yule demu anaumwa kabisa? Kwa sababu yule demu unafahamiana naye nini, yani uhakika unao kwamba demu yani ameathirika yani. Alafu yule ni mshikaji wako anaidate naye. Kiukweli naanza kwanza kufikiria njia ambaye naweza muelezea. Unajua mwanaume utaanza mwambia kitu anaenda, wewe unaumwa, vitu naye kwambia ni mtu fulani sana kujua. Unaona tena ugomvi unakuja nyumbani. Sivyo? Ni kuikao na kufikiria njia ambaye utaanza kumwambia. Sivyo? Unajua siku hizi utaanza kutana mwanaume anakuambia mwanamke, ewa nakumbuni mwanamke nilimpenda, wewe kamnitongezee nini, mambo kama unajua kama na hivyo sifanyagi. Niende nitongezee japo akipatana, huwa akigombana kila siku. Rafiki yako ananiambia hivi na hivi, ule mwanamke na acha ule bono rafiki yako. Unaona? Unakutana mimi ndo nilikuwa nafanya ndani naweka kwa sababu niwakutanisha mimi ndo nilifanya makosa. So kwa kweli kitu uliniambia ni kitu kinauma sana. Naweza kumwambia kweli. Sikataa, naweza kumwambia lakini naweza tafuta njia ambayo yenye taza nzuri isinikogotee na mimi. Naogopa kama sina kuambia. Okay, ni kitu gani ambacho mara nyingi sana huwezi kukifanya kwa sababu unahisi watu wanakufahamu kwa wewe ni msanii? Unajua mimi huwa mtu kama hanilishi hanisaidii kitu chochote. Siwezi kaogopa maneno ya watu. Sivyo? Kwa maana hapa sisi sote tunasemwa. Unajua maneno ya watu yanafanya wewe kama uko na kitu cha kufanya malengo yako usiendeleleshi kwa sababu ya kuogopa sana maneno ya watu. Mimi siogopi maneno ya watu na siwasikilizaji. Hicho ni kitu ambacho sisi wanawake tunaogopaga sana. Mtu fulani aliniambia, alinisema hivi na hivi, acha niache. Wakati wewe ulikuwa na malengo yako, wewe ukikuwa na matatizo, wale wenye walikusema hawatakusaidia. Lakini ukiendelea wewe mwenyewe kwa sababu unajua malengo yako, utafika. Fresh. Marafiki gani ambao huwezi kuchili nao kwa sababu wewe sio mtu wa hivyo kabisa yani? Watu wenye tabia zipi, wa design gani? Mimi huwa sijaje watu
na naikana kila mtu. Only ule mtu ambaye anafanya mambo mabaya hadharani. Piko mtu anafanya kitu anaona kama ni kizuri, sio kizuri lakini anakuwa na kaheshima kwa kuogopa watu, unaona? Lakini kama unafanya mambo yako unaweka hadharani, wasiwezi nikaikana wewe. For example, unakutana mtu, okay, for example, wanasema yule ni malaya. Haimaanishi kwamba mimi sitinkaika naye. Lakini kama amefanyia hadharani nini, yeye anafanya kivyake tu, hapo sawa. Lakini ukiweka hadharani siwezi nikaika na wewe. Yes, utafanya kitu gani? Maamuzi gani ambayo utachukua ukigundua kwamba boyfriend wako amekucheat? Hey. Naachana naye. Naachana naye kabisa. Unaona? Ni kwamba mimi najijua, napenda sana. Sivyo? Kiukweli itakuwa vigumu kumwacha. Lakini gisa sio mdogo wako, sio mkoa yako, sio nini. Kama ameamua kukucheat, maana yake akuheshimu. Unaachana naye, unamwacha naenda. Au sio? Mimi nahitaji bwana maneno matatu ambayo utayasema, alafu wapenzi wa muziki na wapenzi wa muziki wa kike na wale ambao wanatamani kuingia kwenye muziki wawe inspired. Matatu tu. Nahitaji maneno matatu ambayo utayasema, wapenzi wa muziki wa kike na wale ambao wanatamani kuingia kwenye muziki, pia wanawake wawe inspired. Mambo matatu. Wawe inspired na mimi? Yes, na kitu ambacho umekisema. Sielewi swala lako. Sijui ni okay, fine. Acha hii hapa tuinyooshe. Yaani ongea ujumbe wote ambao utawafanya watu ambao wanakutazama sasa hivi, watu ambao wanasikiliza, wanaangalia show sasa hivi, waweze kuwa motivate, like motivation speaker wanasemaga hivyo. Maybe, yeah. Kitu ambacho nataka kusema katika maisha ni kujiangalia wewe mwenyewe. Baba na mama wataanza fariki. Watu wanasema maneno mengi, mimi huyu nitamsaidia, lakini ukumbuki ni maneno tu, hawatakusaidia kitu chochote. Na kikubwa ni kufuatia malengo yako, utafika, kuna kingine. Hicho tu. Yes bwana, mimi nikushukuru kwa kuja kwenye show leo. Yeah, the show was amazing. Na nimefurahi sana by the way kukutana na wewe for the first time. Na tumefanya show kali. Asante sana. Pia nataka comment wanaambia kwamba Kiswahili nimejaribu au nimevuruga. Anyway, it's okay. Lakini nataka comment zao. Kwa maana nimefurahi sana kuongea Kiswahili. Wow. Ni interview yako ya ngapi unafanya kwa Kiswahili? Inakuwa ya pili. Ya mara kwanza nilikuwa sijui radio gani. I don't remember. Lakini ilikuwa ni kipindi ambacho tunaongea. Au sio? Nimefurahi sana, afu Kiswahili chako kiko poa. Anajitahidi. Unasikia comment ya kwanza, nataka saa zingine comment. Mnaambia Kiswahili changu kikoje. Au sio? Nikushukuru sana kwa time yako. Okay, karibu tena for next time. Nafikiri utakuja tena ukiwa na ngoma mpya, video ambayo umesema itakuwa ni kali. Yes, yeah, lazima tutaicheck and then tutakucontact, utakuja kwenye show. Yeah, thank you. Bwana, mimi niwashukuru sana washikaji wote ambao tulikuwa pamoja. And this is inaitwa Nezeza Plus. I'm Moses Slim. This is #. Bye.